huduma ya ukombozi na uponyaji. Homina, Hosanna Ministry of All Nations, kutoka kwa Mtume G.K. Musa. Hosanna. Amina. Nami natawala na kumiliki. Tunda la Roho, tunda la Roho. Upendo ni maisha na maisha ni upendo. Karibuni sana kwenye ibada ya jioni ya leo. Naamini kila mmoja kwa ufahamu wako unatambua uko mahali gani. Kwa napenda niseme na ninapenda nikwambie kwamba mahala hapa ulipo ni mahala patakatifu. Pamebeba sanduku la agano. Tukumbuke sanduku letu la agano ni upendo, unyenyekevu na uvumilivu. Kwa hiyo ningependa kila mmoja kwa nafasi yako unapokuweko mahala hapa na imani ulioipokea ya hii madhabahu, jitahidi sana kutembea kwenye haya matunda matatu. Huyo ndiye Mungu mwenyewe ambaye umekuja ukimtafuta mahala hapa. Lakini cha msingi zaidi, watu wa Mungu, unyenyekevu ni silaha. Tunapokuwa mahala hapa, naomba sana unyenyekevu wa kiroho wa kweli, kwa sababu ndo asili ya Mungu wetu. Kwa sababu ibada zetu zinatutambulisha Mungu wetu. Katika kumwabudu ni lazima tuwe rohoni, katika roho na kweli, ili yeye aweze kujidhihirisha kwenye kitu. Kwa jitahidi sana, jitahidi sana, jitahidi sana kuwa rohoni ili Mungu aweze kudhihirika katikati ya kwako. Ibada zetu za kuabudu ni ngumu, ni kwa sababu sisi ni wanadamu chini ya jua. Manake sasa tunapambana. Roho inataka na mwili unataka. Hapa naomba makini sana. Ibada hizi gharama yake ipo kwenye hivi vitu viwili. Ipo kwenye mwili na roho. Kwa tunapomtafuta Mungu katika kumwabudu katika roho na kweli, kama vile yeye anavyotuhitaji tutembee kwenye hiyo kanuni, mwili unataka na roho inataka, maanake vinashindana. Mwili unamwakilisha shetani kwenye maisha ya kimwili ya dunia hii zaidi. Roho ni maisha ya kiroho ya kimbingu, inamwakilisha Mungu. Kwa hiyo Mungu hana mwili. Kwa hiyo Mungu ili aweze kujifunua chini ya jua anahitaji huo mwili wa kwako. Sasa umenielewa? Kwa tutambue sana hii vitu viwili ndio gharama mojawapo. Ndio maana huwa anasema tuondoke mwilini turejee wapi? Rohoni. Manake vita kubwa sasa kwenye ibada kama hizi, watu wa Mungu, mwili utataka na roho inataka, vinaanza kushindana. Mwili utaanza kukukumbusha maisha yako ya kimwili. Leo utakula nini? Leo unajua sijui na nini. Roho anakwambia hapana, tafuteni kwanza ufalme wa kwangu na mengine yote mtazidishiwa. Mwili utasema hamna, ni muongo huyo. Ni muongo huyo, utapateje wewe bila? Mungu anakwambia nitafute kwanza mimi, alafu mimi ndiye nitakayebariki. Mwili unagoma, manake ni shetani. Unaona vita tulionayo? Kwa kila mmoja kwenye hizi ibada tulizonazo, jitahidi sana kupambana na hivi vitu viwili. Mwili utataka kukukumbusha dhambi yako ya zamani. Mungu si anahitaji watakao muabudu katika roho na kweli? Manake unapokuwa umezama uruhusiwi kukumbuka ya nyuma. Unatakiwa uangalie kiti cha enzi ambacho ni cha utakatifu ili uweze kupokea. Mwili utaanza kusema hapana, we mbona ulizini mwaka jana? Na usipokaa salama au sahihi, niwaambie atakuja mpenzi wako wa zamani kwa huo muda, wazo linakuja.
mwili huo, si ndo maisha yake? Manake ndo shetani. Kila ukitaka uzame upae ili uonane na Mungu, mwili anambia wewe unakumbuka wale kuku wa wiki iliyopita walikuwa watamu sana. Unatakiwa ukatae mwili unakotaka kukupeleka, ukatae. Kubali roho ikuzamishe ili ukakutane na nani? Kwa hiyo maisha yetu ya kimwili tunapokuwa tunamwabudu Mungu tuyakatae kwa huo wakati. Mwili umeridhia, mbinguni hauendi. Ndio maana leo hapa tungesema tufunge 3 kavu au kila siku masaa 12, kuna watu hapa hawawezi. Kwa nini hawawezi? Wanakumbuka nini? Semeni, mnakumbuka nini? Msosi. Msosi faida yake ni nini? Mwili, sio roho. Mungu anakuambia ondoka mwilini, njoo rohoni. Msosi wa rohoni ni neno. Tukisema tufunge tutafakari neno, watu wanasinzia. Haya ni maarifa. Kwa ibada tulizozibeba tulizonazo vinashindana vitu viwili. Kataa sana kukumbushwa na mambo ya kimwili. Ndio maana yaondoka mwilini, rejea wapi? Rohoni. Ukikaa rohoni sasa, zama. Kuna kasayansi wanakapitia sana Wachina. Wachina anatembea kwenye kamba, msifikiri kwa nini anatembea kwenye kamba. Ameondoka mwilini, amerejea wapi? Rohoni. Aoni kama ile ni kamba, anaona ni mti. Ndio maana Paulo alimwambia Yesu, niite nije. Yesu akamwambia utakuja, ukamwambia nije. Haya, anataka kwenda, anaona akaona anazama, na kweli akafanyaje? Yesu alikuwa rohoni, na sisi tuwe rohoni. Kwa ili tumuone leo adhihirike kwetu, tuondoke wapi? Mwilini. Tusikumbushwe na vitu vya kimwili. Ndio maana wanawaambia tukanyagi chini. Ukiwa rohoni hapa chini ukanyagi. Kwa sababu anayeishi kwa wakati ni nani? Ni Kristo. Kristo ni roho. Je, anakanyagaga chini? Lakini ukikataa ukakumbuka tu mengine, utajiona wewe unakanyaga hapo, unanaswa. Maarifa hayo. Kwa vinavyopambana kwenye ibada zetu siku zote ni mwili na roho. Mwili unataka na roho inataka. Pale msalabani roho ilitaka sana Yesu asulubiwe. Yaani akaona ili atimizi ile lakini ubinadamu wake, mwili ukawa panauma, maumivu. Roho iladhi lakini mwili. Roho iladhi lakini mwili. Roho iladhi lakini mwili. Unaona masala ya mwili. Yesu alikumbuka mateso ni kwa sababu ya mwili, ni mwanadamu. Lakini kile kikombe kiliahidiwa akinywe ni kwa sababu ni Mungu aliyokuwepo ndani mwake ule wakati. Kwa hata sisi hapa roho iladhi kukutana na Mungu ili tuweze kubarikiwa, lakini mwili unakumbuka nini? Unakumbuka nje. Tasikia leo nimekanda tu maandazi, ningekuwa nimeonja tu miogo. Na misimu kama hii Mungu anatubariki na tunanunua vitu vitamu. Kama mmeo ni mnunuzi wa vitu, atanunua vitu vitamu sana. Mwili unataka kula, kujichana. Roho inataka ili ukutane na Mungu, mwili hautaki. Gharama hiyo. Na hii gharama inabeba ibada za kumwabudu Mungu katika roho na nini? Kila ukitaka uzame ili umfikie Mungu kwenye kile kilele, mwili unaambia unaenda wapi? Unakumbuka vikoba kesho. Kila ukitaka umguse Mungu katika kumwabudu katika roho na kweli, unakumbuka pale Mikumi na maadui. Wewe zama. Unasikia? Zama. Ndio maana ibada za rohoni walianzisha tufumbe nini? Maana unaweza unataka kuzama, anapita mtu amevaa kanguo kamembana.
na macho naye ndio mwili anataka kuona. Tayari umepotea. Shetani tu anakuletea kwenye mambo ya nini? Ya dunia. Kwa mara nyingi ibada zetu za rohoni zinakuwa ngumu, ni kwa sababu ya maisha ya wapi? Ya kimwili. Tuko mahala hapa tusikumbuke maisha ya kimwili. Ukitaka mwili unataka kupeleka mara, kataa. Unataka shetani akukumbushe sio vitu gani, we kataa. Zama, ondoka. Ondoka mwilini, rejea wapi? Kwa tunapoimba, ani zama. 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 Yaani we jifanye sio hapa duniani. Unaelewa? Yaani tunapokuwa mahali hapa tusijihesabie kama ni wa wapi? Ni wa hapa duniani, kwa sababu malaika hawana mwili, wala hawana nini, hawana damu. Ndio maana Mungu amesema tuungane nao kukifanya kiti cha enzi kiweze kustawi. Ndio maana yaondoka mwilini, rejea wapi? Yaani huo mwili uache kabisa mambo ya hapa duniani, achana nayo kabisa. Wakati wa kuzama, zama. Kuna vitu vikubwa watu wa Mungu mtaviona, na waeleza kwa sababu ndio maisha ninayoyaishi. Unasikia? Ndio maisha. Hivi unafikiri mimi ninavyosema sadaka yako ina matokeo, unafikiri naona nini? Unafikiri naona nini? Manake mimi na meditate, yani manake nahama mbingu hii ya kimwili, naingia mbingu ipi? Ya kiroho. Kule rohoni nikizama ndipo naenda kumuona mzee wa kimila wa Mwavika, kwa sababu mzee wa kimila wa mzee Mwavika ni roho, sio mwili. Kwa kule mimi naenda kumkuta amekaa mahala pale kwenye madhabahu yake, ana mwili lakini yeye ni nani? Ni roho. Na muangalia anachokifanya, anachonifanyia hii familia. Kwa sababu mimi mwenyewe niliondoka mwilini nikaenda wapi? Kule rohoni. Nilivyozama moja kwa moja ndio nikaenda kuonyeshwa matokeo kama hayo. Ibada za kuabudu katika roho na kweli zina mfumo wa kuondoka mwilini na kurejea rohoni. Na tunavyorejea rohoni tunaishi kama roho, sio kama mwili. Tukishatoka kule sasa, yale matokeo yanakuja kujidhihirisha tukishavaa mwili wetu sasa. Tukishavaa nini? Na yale matokeo, kwa sababu ni ya kwake Mungu wa kweli, shetani hawezi akayazuia. Sisi ni washindi kimwili. Mnanielewa kanisa? Nisipoanza na maarifa hatuwezi tukapata matokeo. Ninaposema mimi naombea sadaka yako au namuona adui yako, simuoni adui yako kimwili, na hama. Ningependa haya muyazingatie ili muone Mungu aliyoko mahali hapa. Wengi hamjaye kuona, hamjamuona Kristo yuko msalabani hapa, hamjamuona. Hiyo ndio shida, kwa sababu upo kimwili, na ukiwa kimwili huwezi kumuona Kristo. Lazima ufe kimwili. Ukisha kufa kimwili ukabaki kiroho, ndipo utamuona. Ndio maana leo hii tunahubiri Injili, tunathibitisha kwamba Yesu ambaye ni Kristo amefanyaje? Amerejea, kwa sababu tumemuona. Hatusubiri tu kufa, kwa sababu tunatembea kwenye utakatifu, tunajiungamanisha katika roho na kweli, tunakufa kwa ule wakati. Tukisha kufa kwa ule wakati tunamuona Yesu ambaye ni nani? Ni Kristo ambaye ni roho. Anatupokea, karibuni wanangu. Unataka nini mwanangu? Uwezo ukapokelewa na Yesu ambaye ni Kristo ukiwa kimwili. Kwa tunapofanya ibada za urejeo, ukoo mpya wa Mwansaso yenye ahadi ya kubarikiwa, kutawala na kumiliki, ni lazima muda mwingi kwenye maombi yako uondoke mwilini, uwe rohoni. Ningependa sana msimu ndani ya hizi siku 30 tuone Mungu aliyoko mara hapa, uwaone malaika unaofanya nao kazi. Inawezekana watu wa Mungu, mimi naona mimi nitamwona adui anayekuzuia wewe hapo, babu yako wa karne. Sasa unafikiri namuonaje? Kwani yupo? Namuona ni kwa sababu mimi nimeondoka wapi? Mwilini. Niko wapi? Rohoni. Kwa vya rohoni vinaenda kukutana rohoni kwa rohoni.
Kumwita mganga mmoja wakati niko duniani. Akaambia nikuonyeshe kilichorushwa kwenye nyumba yako. Nikamwambia nionyeshe. Akaambia sasa ngoja nikupake. Akanipaka vitu fulani. Akanipaka usoni. Ndio nikawa naona wale, unaona wale. Naona hilo lidudu hilo, hilo sasa ndio hili sasa unaliona tayari aliniondoa wapi? Kwenye macho ya nini? Ya nyama. Akanipa macho ya kiroho. Nipe macho nione. Uone nini? Kwa lazima uondoke mwilini uwe rohoni. Yale macho ya rohoni ukipewa yale, ndipo utakapomuona babu yako. Ndipo utakapomuona Mungu ukimwabudu katika roho na nini? Na kweli. Zama. Ukiona nasema zama, ondoka mwilini, zama. Usiwaze kitu kingine chochote. Sawa watu wa Mungu? Ibada zetu hizi zina gharama, na tukumbuke Mungu anahitaji watakao muabudu katika roho na nini? Na kweli. Lengo kubwa na kusudi, kuna kitu anataka kukiachilia. Na amesema kisha kiachilia, anataka kuona sisi tukijenga ufalme wa kwake. Mungu ni roho na shetani ni roho. Lakini sisi tukiwa waabudu halisi, yani maana yake wale watu wa ibada za rohoni, tutamfaidi Mungu wetu. Tunda la Roho. Tunda la Roho. Upendo ni maisha na maisha ni upendo. Karibuni sana, tuanze ibada ya kwetu ya kuabudu. Tusimame. Kunja kwa imani, yote yawezekana kwa imani. Yote yawezekana kwa imani, yote yawezekana kwa imani. Kwa Mungu wahomina imani, kwa Mungu wa mwanzasu imani. Kwa Mungu wahomina imani, kwa Mungu wa mwanzasu imani. Yote yawezekana kwa imani, yote yawezekana kwa imani. Na ushindi tunapata kwa imani, ushindi tunapata kwa imani. Yawezekana kwa imani, yawezekana kwa imani. Kwa Mungu wa mwanzasu imani, kwa Mungu waamina imani.
kwa imani Baba, yawezekana kwa imani, yote yawezekana kwa imani, yote yawezekana kwa imani, yawezekana kwa imani, Baba, yawezekana kwa imani. imani, 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 watu wa Mungu tujenge imani, imani, imani kwa huyu Mungu wahomina, imani, imani kwa huyu Mungu wa Mwanzazu, imani, imani anaweza yote Mungu wahomina, imani, imani anaweza yote Mungu wa Mwanzazu, imani, imani hata punje ya radari, imani, 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 amina, imani, 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 kanisa, imani, 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 kwa maka Yesu, Mungu mwenye nguvu, unapita popote, imani, mwike Motata, mtakatifu Baba, au shindwi lolote, imani, anaweza yote Mungu wahomina, imani, imani, amina, imani, 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 imani wa Bwana, imani, 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 watu wote imani, 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 imani yote yawezekana kwa imani, yote yawezekana kwa imani, Yawezekana kwa imani, yawezekana kwa imani, yote yawezekana kwa imani, yote yawezekana kwa imani, yawezekana kwa imani, yawezekana kwa imani, na ushindi tunapata kwa imani, ushindi tunapata kwa imani, yawezekana kwa imani, Baba, yawezekana kwa imani, uchumi tunapata kwa imani, uchumi tunapata kwa imani, yawezekana kwa imani, yawezekana kwa imani, kwa Mungu waamina, imani kwa Mungu wa Mwanzazu, imani
Amina, imani, imani, imani. Amina, imani, 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 imani. Kanisa, imani, imani, imani. Anaweza yote, Mungu wa mwanzazu. Imani, imani. Ashindwi lolote, Mungu wa Amina. Imani, imani. Anapita popote, Mungu wa mwanzazu. Imani, imani. Atapunje yaradari. Imani, imani, imani. Kwa maka Yesu, Mungu mwenye nguvu, unapita popote. Imani, mwike motata, mtakatifu Baba, haushindwi lolote. Imani, amina, imani, 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 imani. Watu wote imani, imani, imani. Ashindwi lolote, Mungu wa Amina. Imani, imani. Anapita popote, Mungu wa mwanzazu. Imani, imani. Kanisa, imani, 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 imani. Amina, imani, 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 imani. Msirudi nyuma. Imani, imani,
yote yawezekana kwa imani. Kristo amerejea, miaka 1000 ya kutawala na kumiliki. Ni ibada za imani, kuzama, shuhudia kiroho. Kuna sauti utaisikia, na kama una neema kubwa kuna maono utayaona. Sawa, watu wa Mungu? Kwa tunapokuwa rohoni tunasikia sauti na tunaona. Kwa jiungamanishe katika roho na kweli. Zama, zama, zama. Tafuta uwepo wa Mungu.
twatambua mbinu za Shetani. Neno hili ni kweli, ninaamini umerejea kwa mara ya pili. Fahamu zetu umezifungua, twatambua mbinu za Shetani. Neno hili ni kweli, ninaamini umerejea kwa mara ya pili. Fahamu zetu umezifungua, twatambua mbinu za Shetani. Alitutesa miaka mingi yako, zile tulizotoka umasikini, laana na tabu, vyote hivi vilituandama. Alitutesa miaka mingi ndani yako, zile tulizotoka umasikini, laana na tabu, vyote hivi vilituandama. Ufahamu wetu la Bwana Yesu, mbarikiwa ni wewe Yahwe, ni wewe Baba, Bwana.
Baba,
ondoka mwilini, ondoka mwilini. Zama, mtu wa Mungu, zama, mwambie zama, mtu wa Mungu, zama. Hatuna Mungu mwingine. Zama, tumeacha miungu yetu, tumeacha madhabahu za koo zetu, tumemfuata yeye Mungu. Zama, mtu wa Mungu, zama, 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 zama. Mwambie ni wewe ndani ya moyo wako. Kwa imani mwambie wewe ni Mungu. Kwa imani ya kiwango cha hali ya juu mwambie wewe ni Mungu. Zama, mtu wa Mungu, nyenyekea, nyenyekea ndani mwako, nyenyekea mbele zake Mungu, ili uone miujiza, ili uone nguvu yake, ili uone ni namna gani anakupa nafasi ya kutawala na kumiliki. Zama, 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 zama. Zama, mtu, zama, 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 zama.
unaweza, unaweza, unaweza Bwana, unaweza, unaweza Bwana, unaweza, unaweza, unaweza Bwana, unaweza, unaweza Bwana, Baba, unaweza, unaweza, unaweza Bwana, unaweza, unaweza Bwana, Yesu, unaweza, unaweza, unaweza Bwana, unaweza, unaweza Bwana, yote unaweza, unaweza, unaweza Bwana, unaweza, unaweza Bwana, Baba, unaweza, unaweza, unaweza Bwana, unaweza, unaweza Bwana, Yesu unaweza, unaweza, Mungu wote, amina. Baba unaweza, unaweza, mambo yote unaweza, Mungu wa mwanzasi unaweza, mambo yote unaweza, nani kama wewe? Yote kwako yawezekana, unaweza, Mungu wa Amina, jambo gani usiloweza? Unaweza, yote unaweza, unaweza, Mungu wetu, amina. Baba unaweza, unaweza, Mungu wetu, amina. Kweli unaweza, jambo gani usiloweza? Unaweza, Mungu wa mwanzasi unaweza, mambo yote unaweza, nani kama wewe? Yote kwako yawezekana, unaweza, Mungu wa Amina,
unatenda mambo mengi ya kushangaza. Mungu wa Mwanzasu unatenda, Mungu unatenda imani. Mungu wetu anatenda kwa moyo wako. Ukisomeka kwa imani ya kiwango cha hali ya juu, utajua na Mungu anatokeza mbele yako. Manake lile ambalo ulikuwa uamini unaona linadhihirika. Ndio mfumo wa ibada. Imani ni kuwa na uhakika na mambo yatarajiwayo. Ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kimwili huwezi ukaona, lakini kiroho kuna kitu unaenda kukiona. Kile kitu kinaenda kuthibitika kwa imani. Sawa, watu wa Mungu, kwa tujenge imani ya kiwango cha hali ya juu sana. Lia, omba. Omba. Unavyoomba amini kwamba hiki unachokiomba kinakuwa. Amini. Sawa, watu wa Mungu. Yaani tuamini, omba. Usipangalie jirani yako, usimtazame. Tazama nini unataka wiki hii, ndani ya mwezi afanye kitu gani Mungu. Kishikilie hicho kitu. Sio naomba mme, naomba sijui pesa. Achana na hivyo vitu. Sawa, watu wa Mungu. Kile unachokiona ni kwa ajili ya utukufu wake Mungu. Hasa uchumi. Tuko hapa kwa ajili ya uchumi, asikudanganye mtu. Mme wako anakusumbua ni kwa sababu una wewe ni goalkeeper. Yule mama alisema mme wake anamwambia nini? Sijasikia. Muulize jirani yako, ni mzigo? Anasema kama wewe sio mzigo, omba ili Mungu wako adhihirike ndani ya familia. Sawa, watu wa Mungu. Baba, tunakuabudu. Tumdhihirishe sisi tuko mahala hapa tumeridhiwa na yeye kwa ajili ya kumwabudu yeye. Zama. Zama.
Roho wa Bwana wetu Yesu ambaye ni Kristo aliyerejea ndani ya ukoo mpya wa Mwansasu miaka 1000 ametuahidi kutawala na kumiliki. Lakini katika urejeo wake ni ufahamu. Manake ufahamu umeachiliwa. Chanzo cha matatizo na changamoto tulionayo watu wa Mungu, chanzo chake ni dhambi. Tulikuwa tunatenda dhambi
Ni kwa sababu ufahamu wetu haukufanana na Mungu. Tulikuwa kama wanyama. Lakini ni kwa sababu leo tumejitambua, tumempokea Yesu ambaye ni Kristo wa urejeo ndani ya ukoo mpya wa Mwansasu, maanake tumefunguliwa ufahamu, hatutatenda dhambi. Tukikubali na kutii, tutakula mema ya nchi. Chochote tutakachokifanya tutabarikiwa. Ndio maana yake. Mungu ni roho na shetani ni roho. Mungu ndo aliyetufanya watu wa Mungu tuweko mahali hapa na tuifanye ibada hii, ni kwa sababu mbingu zimetaka tubebe imani ya kiwango cha hali ya juu. Lakini tusisahau wokovu ni mabadiliko ya tabia. Tukikubali na kutii, tukatembea munsere, hakuna kitakachoshindikana kwetu. Amini mtu wa Mungu. Mimi ni mtume, nimetumwa, niko mahala hapa nene na si mie. Ni yule Roho wa kweli wa Mungu aliyemfufua Kristo. Watu wa Mungu, tunapitia kipindi kama wanadamu, shida, dhiki na matatizo. Ni kwa sababu tumetenda dhambi. Kwa tukijitambua, tukaacha kutenda dhambi, tukampa nafasi Roho Mtakatifu ndani ya mioyo yetu, ndani ya maisha yetu yatabadilika. Tukikubali na kutii, tutakula mema ya nchi. Mungu anawahitaji waabudu halisi. Tuko mahala hapa, sisi ni waabudu halisi. Ni haki yetu Mungu kuachilia ili tuweze kutoka hapa tulipo. Tunda la Roho. Tunda la Roho. Upendo ni maisha na maisha ni upendo. Ukiona tumekosa haya maisha, manake hatuna upendo ndani mwetu. Manake Mungu hayupo ndani ya maisha ya kwetu. Tukumbuke Mungu ili aweze kujifunua chini ya jua, anakuhitaji wewe. Shetani vile vile ili aweze kujifunua anakuhitaji wewe. Lakini kwa sababu tulimilikiwa na shetani, sasa tumeamua kumpa nafasi Mungu ndani ya mioyo yetu. Hakuna magonjwa, hakuna njaa, hakuna shida. Mungu anataka tufanye kazi ili aweze kutubariki. Mungu anabariki kazi za mikono ya kwetu sisi ambaye ameturidhia. Lengo na kusudi kuu ili tuweze kujenga ufalme wa kwake. Tufanye kazi kwa juhudi, tukimtegemea yeye, tukimwamini yeye kwa imani ya kiwango cha hali ya juu. Utimilifu wake wa ahadi yake ya kutawala na kumiliki, ni lazima familia zetu zitabadilika. Watu wa Mungu, menera, watu wa Mungu, tuongeze unyenyekevu, tutulie. Tulia, fanya kazi, tulia huku ukimwamini Mungu wako, utaona. Tulia. Ametukataza kutegemea akili zetu na kuwategemea wanadamu. Tumtegemee yeye. Ni wakati umefika. Funika kwa damu ya Yesu Kristo ulichokipata jioni ya leo. Kwa imani, kwa imani funga malango na madirisha kwa jina la kwake Yesu ambaye ni Kristo. Funga malango na madirisha. Ibada zetu ni za kiroho. Mwambie Mungu asante, mwambie Mungu asante.